hukumu. Mechi vile ambavyo umeitazama, ni mtazamo wako ni upi? Ukiangalia vijana wa Egypt wameonekana kuwa hawajaoneshana yale makali ambayo tuliwaona wakicheza kwenye awamu ya quarter finali dhidi ya Ivory Coast. Hivi leo wamekuja ukiwa mnyama mwingine tofauti, hawajaonekana kuleta mashambulizi kwenye lile lango la Lions of Tiranga. Sijui unafikiria ni kitu kipi ambacho kimeweza kuwaponza, na ulitarajia matokeo haya na kwenda kwenye finali? Nani unamtarajia kucheza kwenye finali kati ya Nigeria na Morocco? Nilitarajia matokeo haya kwa sababu nilijua tu Senegali anakuja kumziba sana huyu mwana Misri. Sababu Misri wana wale wachezaji wawili muhimu. Ukimwangalia yupo Omar Mahmoush na yupo Mohamed Salah. Ukiwashika hawa wawili umeshika Misri nzima. Na sasa ukiangalia Senegali ina wachezaji wazuri wengi. Kina Idris Gana Gueye, kina Pape Cisse, kina Sadio Mane, Iliman Ndiaye. Ni wachezaji wanacheza ligi ya kule Uingereza. Ni wachezaji wana viwango bora sana. Ukilinganisha na wale wachezaji wa Misri. Nilitarajia hayo matokeo, lakini kipigo cha moja kapa. Nilitarajia Senegal atampiga 3-1. Lakini moja kapa Misri amejaribu. Okay. Katika mchezo wa jana usiku kombe la Carabao, baada ya Man City kuwa shenyenda wale Newcastle 2-0 ama 2-0. Kuna kauli iliweza kusema na kocha Pep Guardiola. Akasema I wish Omar Marmoush angelikuwa. Unaona? Na hivyo I think hiyo kauli imemleta Omar Marmoush Etihad. Ni kama imemvuta sana Omar Marmoush, akasema acha turejee, kwa sababu ukiangalia baada ya kuondoka Algeria kuweza kudondoshwa katika mashindano haya ya AFCON, nilimwona Ryan Etinauri aliweza kurejea Man City na ndiye aliweza kupeana ile assist la goli la pili. Kwa hivyo kila laheri ya Marmoush. Sema tu mlikuwa mmempenza kule Manchester. Tulikuwa tumemisi. Sasa kwenye ile Manchester derby atakuwepo. Kwa hivyo sasa kikosi kitakuwa kizima, mtapigwa nyinyi wote mkiwa wholesale. Nani apigwe? Yaani mtapigwa nyinyi wote wholesale. Sisi hatuwezi pigwa na timu ambayo ina kocha ambaye alikuwa ni mwanafunzi. Alikuwa ni mwanafunzi, akahitimu kidogo, akaenda kule Middlesbrough, akarejea tena. Kwa hivyo yuko nao pale. Na waneti pale najua itawauma sana mwenzangu Patrick Mudauki. Uzuri Mudauki anajua matokeo. Ndio maana hana pressure. Sina pressure hata. Unajua Carrick amesema yeye anapenda mechi kubwa. Nani? Carrick. Carrick. Kocha yule mgeni wa United. Yule interim boss. Amesema anapenda timu kubwa. Anapenda konwali heshiba. Sasa na alikiko unajua maneno yake. Atakayepigwa tunamjua. Na atakayokota 4-5 pia tunamfahamu. Anyway, Van Betambori ya kuita kabla tusepe, sijui ni mwanafunzi kutoka chuo cha Arizona International College. Sijui unaweza zungumzia vipi hali ya mwanafunzi kufika katika studio za Kuita FM, like kuwa live on air, kuweza kupeperusha matangazo. Mwanzo unajisikia vipi? Najisi niko nyumbani. Kwa sababu kama ingekuwa Arizona labda singefika hapa. Asante. Hiyo ni chuo, baadhi ya vyuo bora sana nchini Kenya. Chuo chenye haiba, si cha kuiba wala ni cha kuigwa. Chuo chenye haiba, si cha kuiba, ni cha kuigwa. Cha kutiliwa mfano. Asante. Sasa ndio. Kama hujajiunga na Arizona, you have a long way to go. Najua mwanzangu Mudauki hazimea kule maeneo ya Masi. Mahali kunaitwa I think ni Mbaikine. Kuna shule inaitwa Mbaikine. Sasa huko Kiswahili iko lugha chao. Jaribu kusema ni ina maana mali yote nilisoma kika. Mr. Sema na madharau sana. Mr. Sema mchongozi wa hali ya juu. Najua sisi kule Jomboni tulikuwa na kosi tulikuwa na somo inaitwa uchokozi. Hapa nilipata kwa hivyo uchokozi. Hebu niambie kwa hizo majina mbili, Masi na Yumbuni, ni wapi inakaa? Inakaa Kiswahili. Wapi? Masi. Sasa Yumbuni ni wapi?
Yumbuni inakaa kitu inakaa hivi nyungu kinyungu fulani kitu mviringo hivi masomo ilikuwa kabisa masomo ilikuwa ni mviringo yani pale mviringo tu hapo kwa nini wasilikuwa hapo kwa nyumbani kwa nini wasile asimame pa anyway mida saa 5 dakika ngapi? Dakika 40 zijazo 50 na ngapi? 50 tuseme ni 50. Jana timu ya Morocco wanazipiga dhidi ya Nigeria Super Eagles. Sijui mtazamo wako vipi? Nani atakwenda kwenye finali kucheza dhidi ya Senegal? Unajua Morocco wana faida moja mbili kwa sababu yupo nyumbani. Asante. Wale mashabiki wanakuja kumshabikia. Na pia faida ya pili ambayo Morocco anayo ni wamezoea mazingira yale. Unajua Nigeria ametokea kule Afrika ya Magharibi na huyu ametokea Afrika ya North Africa. Sasa mazingira yale anayajua. Na pia nadhania mcheza kwao utunzwa na kutuzwa. Kwa hivyo tutarajie yalitokea hapo chini. Kwa hivyo tutarajie Morocco washinde. Kauli yako tu? Mchuano mgumu, lakini naona dakika zile za ziada extra time alafu ningependa Nigeria super hiyo ningependa hivyo ndivyo utakuwa kwa mambo ungependa hivyo. Acha kupiga, hamna mtu ambaye sasa bana maoni ya wenyewe nayaunga mkono kwa nini? Unajua kuna wakati mwingine you must second kitu kikiwa kama nzuri wakati tulikuwa tunafanya motion I want to second I want to echo what mwalimu said. Sisi kama Nigeria asitishwe mtu. Haya Mudhoki. We Mudhoki baadhi bado mitambo ya kutoa mpati. Kiswahili kingi hapa lakini lazima tuweze tuna balance tu. Tunapiga kama kura. Mudhoki hizi kalikuwa ni ya Morocco na Nigeria. Ndiye to expect chao nondo in the next 50 minutes. Fedha tu ilikabo. Idao yune idao ndo my friend baba wasiaje idao laisi. Kwa azizi timu zile ni timu kile mmoja ukitie kupigandeni wa mwana si wasemi na chambe kila ngwenda onene anikana katikati wa timu sio ndaila zile